Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Kama ulivyokumbuka jana mtazamaji, ilikuwa ni siku ya Waislamu ambao nchini Kenya na hata ulimwengu mzima waliungana na wenzao kote ulimwenguni katika kuadhimisha sherehe za Eidul Fitr baada ya kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hebu tupate hali ilivyokuwa katika kaunti mbalimbali nchini ambao jana tukuweza kuangazia, lakini hivi sasa tumepata fursa tuangazie vile swala ilienda. Katika kaunti ya Mombasa, Waislamu walikutana kwenye misikiti mbalimbali kwa sala spesheli ya kuadhimisha sherehe za sikukuu ya Eid inayoashiria kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Katika eneo la Maralal, kaunti ya Samburu, sherehe hizo zilishamiri huku viongozi wakitumia fursa hiyo kuzungumzia swala sugu la usajili wa vitambulisho kwa vijana. Watoto wamemaliza shule form 4 na inakuwa shida sana. Kuna wengine ambao wamemaliza 2014, wengine wamemaliza 2015, wengine 2013 na mpaka leo hawajapata vipande. Sisi tunaona kwamba hii si nzuri, maana watoto hawa hawezi hata kurejista M-Pesa. We will liaise with the Minister for Internal Security and the Director of Registration Bureau to ensure that all the youth who deserve are actually given ID cards and not discriminated against. Kauli iliyokaririwa huko Meru. Anapeana ID ni serikali ya taifa, si ya county. Kama ni ya county tungepeana. Na sasa tutapeleka hiyo malalamishi kwa sababu kama wewe umekaa hapa, wewe ni Mkenya, wengine wameshaliwa hapa na huwezi kupewa ID, hiyo ni shinda gani? Hali ilikuwa sawia katika kaunti ya Garissa. Maelfu ya Waislamu walimiminika kwenye misikiti kuiratibu siku hii iliyoadhimishwa kote ulimwenguni. Seneta wa eneo hilo Yusuf Haji akiwa na ujumbe kwa gavana wa Garissa Nathif Jama kwamba hakuridhika na uongozi wake. Yote zimefungwa, watu wanahama kwa sababu electricity hailipwi, maji hailipwi, diesel, na watu wanalia sana. Jijini Nairobi, baadhi ya waumini walipigwa jeki na seneta wa jiji Mike Sonko ambaye alitoa mbuzi 5 na vyakula mbalimbali katika uwanja wa michezo wa Nyayo. Swali na maimamu, na pia tumekumbuka misikiti mingine ile ambayo haijakuwa na sisi leo. Tumesema kila msikiti upate mbuzi 5 kwa sababu ni kama sunna kuchinjia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati alipofuka. Ingawaje kumekuwa na mvutano kuhusiana na kuonekana kwa mwezi wa Ramadhan, viongozi wa dini ya Kiislamu wamejitokeza na kuzungumzia haja ya ushirikiano katika maadhimisho ya siku hii. Cecilia Wakesho, KTN News. Mtazamaji, basi moja kwa moja hivi sasa tunawasiliana na mwanahabari mwenzangu Francis Mtalaki ambaye hapo awali alikuwa anatupasha na taarifa kuhusiana na umaarufu wa Rais Uhuru Kenyatta ambao ametutajia kwamba kidogo umepanda, na taarifa hiyo ni taarifa kupitia shirika lile la Sinovet ambalo hufanya maoni ambayo wanakusanya kutoka kwa wananchi na kutoa matokeo yake, na hii leo wameweza kutoa matokeo hayo. Labda Mtalaki, kwa undani zaidi, labda utuarifu zaidi kuhusiana na matokeo haya ambayo yamepanda kutoka asilimia 47 kama sijakosea mpaka sasa asilimia 68 ya umaarufu kwa Rais Uhuru Kenyatta. Na mazo ni kama walivyosema basi, lakini yapo mengi tu katika utafiti huu ambao uliweza kufanyika, na kulingana na Sinovet basi wanasema katika mbabe kuhusiana na CORD na Jubilee, wanasema kwamba Jubilee wanachukua asilimia 46 dhidi ya wana CORD ambao wapo katika asilimia 32, na hii inatoa nafasi ya asilimia 14 ikilinganishwa na ile utafiti ambao waliweza kufanya Novemba mwaka 2015 ambao unaenda sawia na huu ambao umeweza kufanyika hii leo. Na wanasema kwamba ongezeko la asilimia hiyo moja ni kuonyesha kwamba kwa katika miezi mitatu kumekuwepo na vuta ni kuvuta, lakini katika ubabe wa siasa ni nani, inaonekana pia wana Jubilee wanazidi kusonga mbele, na zipo sababu
ambazo wameweza kutoa kuhusiana na ni kwa nini wakaafikia katika masuala ya hili, kutokana na umaarufu wa Rais Uhuru Kenyatta sawa na mambo ya kisiasa kuhusiana na CORD na wanajubilee. Na baadhi ya sababu ni kusema wameweza kulinganisha na ile serikali ya mseto ambayo iliweza kuwa hapo awali, na wanasema kwamba wakilinganisha kumekuwepo na kuboreka kwa muundo msingi na uchukuzi kwa ujumla, na vile vile masuala ya elimu pia yameonekana kuboreka sawa na ada ile ya kulipa stima ama umeme, na wanasema kwamba haya ni mambo ambayo Wakenya kwa sasa wameweza kuona kwamba kumekuwepo na hali ya kuboreka sawa na sekta ya afya pia. Wanasema kwa upande fulani imeweza kuboreka zaidi, na hususan wakiweza kulinganisha wakisema kwamba 55% ya Wakenya ambao waliweza kutoa maoni yao wanasema kwamba serikali ya sasa, serikali ya Jubilee basi ni kama imeweza kufanya mengi, lakini upande wa serikali ya mseto wakapata tu 26% manzu. Na kwa zaidi pia wakasema kwamba pengine hili ni kutokana na kwamba serikali ya Jubilee ndio iliweza kuingia katika hatamu za uongozi, kukawa na serikali za kaunti. Hivyo basi ni baadhi tu ya hiyo sababu ambazo zimeweza kujitokeza. Na tukija katika viongozi wakuu serikalini, Rais Uhuru Kenyatta hapa katika umaarufu na kuweza kuaminika kwake basi aliweza kupata 45%, naibu wake William Ruto 34%, na upande wa mwanasheria mkuu Githu Muigai yupo na 15%, na mawaziri kwa ujumla basi wao wanachukua 14% ya kuweza kuaminiwa na Wakenya. Hili liweze kufahamika kwamba ni kwamba mawaziri wameweza kuongeza 4% kulingana na Sinovet. Wanasema kwamba huenda ni kutokana na yale mabadiliko katika wizara mbalimbali ambayo yaliweza kufanyika mwaka huu, na Rais Uhuru Kenyatta anasema kwamba yale mageuzi aliweza kufanya huenda basi ndiye aliweza kufanya umma kuweza kuwa na imani na kuweza kuongeza ule umaarufu. Na kati ya watu ambao waliweza kufanyiwa maoni walikuwa ni 2076, na kati ya tarehe Juni mwezi jana ambao ni tarehe 4 hadi 18. Na katika upande wa upinzani wanasema kwa upande fulani pia wameweza kutoridhishwa na mambo kadha wa kadha, mojawapo ikiwa ni ufisadi na uongozi mbaya kulingana na wale ambao wanaegemea upande wa upinzani. Manzu. Naam, asante sana, umetupatia taswira nzuri upande wa siasa. Na kwenye masuala ambayo yanahusiana na jamii, kwa mfano mambo kama vile ya mfumko wa bei za bidhaa, hali ngumu ya maisha kwa Wakenya, na Wakenya wanachukulia vipi hali ya maisha jinsi yanavyoendeshwa katika serikali tulionao hivi sasa? Labda katika masuala ya kijamii kuna lolote ambalo liweza kupatikana kuhusiana na matokeo hayo? Na Manzu, utafiti huu pia unagusia masuala ya kijamii, na wanasema kwamba kufikia sasa mambo ni sawia tu na mwaka 2015. Wanasema kwamba hali ngumu ya maisha ndio inazidi kumkera Mkenya wa kawaida, hasa kuweza kuweka chakula kwenye meza, na hilo linafuatwa pia na ukosefu wa kazi. Ukosefu wa kazi ni jambo ambalo pia linawauma sana Wakenya, hasa wakisema upande wa vijana, na vile vile upande wa ufisadi pia ni jambo ambalo wanasema kwamba katika siku za hivi majuzi kumekuwepo na sakata baada ya sakata. Hivyo basi Wakenya wameendelea kulikosoa na halijawaepuka wanajubilee ni kwamba hapa itazidi basi waendelee kukaza buti kuhusiana na masuala haya ya kijamii. Manzu. Asante sana. Labda pia nakumbuka kwenye wakati mmoja mwaka jana makaribia, tuseme labda mwaka huu pia mwanzo wakati walitoa matokeo ya utafiti fulani, imani ya mwananchi kwa mwanahabari ama vyombo vya habari ilikuwa juu sana. Sijui safari hii labda imani hiyo imeshuka ama iko vipi? Na kwa sasa hawajaweza kugusia kwa kina, lakini mambo mengi waliweza kugusia ni kuhusiana na uongozi, na hivi basi tutasubiria labda wataweza kutoa utafiti wa kina kuhusiana na ni vipi masuala ya kijamii, na vile vile wanahabari ambao sisi tunahusika kuweza kuwaletea Wakenya habari tendeti na kuweza kuona ni kipi ambavyo wako nacho mezani kama Wakenya. Lakini kwa sasa hawakuweza kugusia masuala mengi, lakini katika utafiti huu wa mwaka huu wa hii leo basi unagusia uongozi, masuala ambayo yanakumba Wakenya kwa ujumla, na hasa wakilinganisha serikali ya Jubilee na ile serikali ya mseto, ni yapi ambayo tunaweza kuboreka. Manzu. Asante sana Francis Mtalaki kwa taarifa hiyo ya kina ambayo umetuletea kwa njia moja kwa moja. Utafiti ambao umefanywa na shirika la Sinovet na matokeo yake yalitolewa jana jioni, mtazamaji, sio leo, lakini bila shaka ni taarifa ambayo tumeweza kuipokea vyema kabisa kuanzia leo asubuhi. Mtazamaji, tukiendelea na taarifa zaidi ni kwamba katika hatua ya kukabiliana na wimbi la migomo nchini, walimu katika eneo la Gatundu, kaunti ya Kiambu,
wamefanya mkutano kuamua mwelekeo wa elimu hususan katika sehemu hiyo. Wanafunzi wa shule katika eneo ambalo hawajagoma, lakini viwango vya elimu vinasalia vya kusikitisha. Mwanahabari Mark Namaswa na taarifa hiyo. Huku joto la migomo ya shule nchini likisalia hofu ya kila mshikadau wa sekta hiyo, walimu eneo la Gatundu wamekutana kujaribu kung'amua ni wapi walikosea. Mkutano huo kwenye shule ya upili ya Kanjuku uliwajumuisha walimu kutoka shule 35, wakurugenzi wa elimu kaunti ya Kiambu na viongozi wengine wakitathmini utovu wa nidhamu na viwango vya elimu. You all know that if we remove St. Francis Mangu from Gatundu North, the mean score would be less than 3. And the biggest problem here, it is not that we don't have enough teachers. It is not that we get students who are below average, but it's what we call attitude. Aidha, wazazi wakakosolewa kwa kuwadekeza watoto wanapoonyesha dalili za utundu. Most of our parents today, they are child worshippers. They do what their children want them to do. And they look upon the teachers to assist them to discipline their children instead of starting from home. It is purely indiscipline, nothing else. And it is coming from home. Kufikia sasa, zaidi ya shule 10 maeneo ya Kisii zimetiwa moto, mtindo huu ukisambaa hadi Kericho, Machakos na hata Kajiado. Tetesi zikiibuka za siasa za usimamizi mbaya wa shule na malezi mabovu ya wanafunzi wa kizazi cha sasa. Mark Namaswa, KTN News. Mtazamaji, wakati familia moja kutoka kaunti ya Isiolo ilipokuwa msikitini kwa ibada ya swala ya siku kuu ya Eid hapo jana asubuhi, nyumba yao ilikuwa imeshika moto uliodaiwa kusababishwa na hitilafu za umeme. Familia hiyo imepoteza mali yao yote na pesa taslimu kima cha shilingi 800,000 ambazo ni ruzuku ya marehemu baba yao aliolipwa siku chache zilizopita. Wakati waumini wa Kiislamu walipokuwa kwenye swala ya Eid katika uwanja wa michezo wa Isiolo hapo jana, familia hii haikuwa na habari ya hasara iliyoingia baada ya moto kuchoma nyumba yao ya vyumba 9 na mali yao yote katika mtaa wa Safi Isiolo. Ni moto uliodaiwa kusababishwa na hitilafu za umeme. Vile nafikiria, naona ni stima juu moto ililipuka, na unaona vile imechoma hiyo mamiti. Ilikuwa waya stima ndio ilianza kuruka, na hata hapa imechoma hii nyumba, ndio tukazuia tukamwagia mchanga. Kwa hivyo walichukua ile pesa tungenunua naye chakula, sisi hatuna chochote saizi. Ni nyumba ya mama Fatuma Guleida ambaye ni mjane, na anatuhadithia alipofika nyumbani alivunjwa moyo kutokana na makazi yao kusalia jivu. Kila kitu mama, mali yangu yote alikuwa siko ndani. Hakuna mali nyingine mimi nawekaga, sipeleki benki, siweki kwa watu, barua, pesa, nguo, kila kitu ameenda. Kilichomkwaza moyo zaidi ni kima cha shilingi 800,000 pesa taslimu alizolipwa baada ya mwanawe kufariki. Kulingana na mjukuu wake, pesa hizo hakuwa amezihifadhi kwenye akiba ya benki. Tulikuwa tumepata haki ya baba yetu alikufa, so haki ikatokea, ni tulipata haki yake, tujatumia hata tukafanya shopping kidogo, the rest tukaacha kwa nyumba. So after that kurudi, after tukasikia sasa tuko kwa sala, tukasikia moto. So kwa jumla yote ni 800 na $1 si ya Kenya. Jirani aliyebakia kulinda boma wakati wenyewe walipokuwa msikitini alighadhabishwa mno na wasamaria wema waliogeuka na kuwa wezi na kuwapora mali. Hata hivyo, wote wameitaka serikali wasaidie kwa kuwa hawana makazi mbadala. Wenye walikuwa wananisaidia kutoa vitu waliiba laptop yangu na simu 2 na shilingi 9,000 ile nilikuwa nimeweka kwa nyumba. Zimamoto wa kaunti ya Isiolo walifika, lakini wakashindwa kuudhibiti moto huo uliokuwa umechoma kila kitu. Katibu mkuu wa chama cha ODM Ababu Namwamba hatimaye alitangaza kujiuzulu wadhifa wake katika chama cha ODM. Ababu ametoa tangazo hilo kwenye mkutano wa wajumbe wa ODM sehemu ya Busia uliofanyika katika taasisi ya Mundere kaunti hiyo hapo jana. Ababu amekuwa akiyumbayumba kuhusu kujiuzulu rasmi tangu mkutano wa Busia ambapo alikuwa ameandamana na mbunge wa Funyula Daktari Paul Otoma. Ni ndio mzizi. Bila shaka yoyote, mimi ninatii amri vile mumeamrisha.
na mimi ni katibu mkuu wa kitaifa na niko na wafuasi Kenya nzima na niko na marafiki. Tayari nimeitisha kikao cha wanahabari pamoja na wenzangu ambapo rasmi uamuzi wetu leo utawekwa peupe. Lakini ijulikane ya kwamba kuanzia leo kama mtumishi wenu nimetii amri. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za leo mashinani. Napumua kidogo, nitarudi baadaye tuendelee na taarifa zaidi kwenye Leo Nyanjani. Usiende mbali.
Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa za leo nyanjani sasa, ambapo kwenye makala yetu siku hii ya leo tunaangazia matatizo na pia baadhi ya changamoto ambazo wakulima katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa ama ukipenda North Rift hukumbana nayo katika upanzi wa mahindi. Mwanahabari wetu wa eneo hilo Elvis Kosgei alipata fursa na kuzungumza na mkulima David Songok na kutupambia makala ya leo nyanjani. Naitwa David Songok, mkulima ya Uasin Gishu hapa side ya Kiblombe na side ya Uasin Gishu kwa ujumla. Mimi ni mkulima. Tabu yenye tuko naye na ukulima sahi ya mwaka hii na mwaka iliyopita ni shida ya dawa ya ukulima yenye tunafikiria dawa ya kuua kwekwe, lakini dawa hiyo ni mbaya sana. Unaona mahindi kama hii sasa vile iko, ni dawa yenye tulispray tukifikiria tutaua kwekwe, lakini haisaidii. Na serikali, changamoto ile tuko naye ni waziri ya agriculture, kama angeweza kutengeneza na afuatilie sana watu ya Kenya Bureau of Standard kwa juu ya dawa yenye tunapewa wakulima, ingetusaidia sana. Lakini vile waziri yetu ya kilimo afuatilii na maafisa yake yote katika kaunti na mambo yote yenye inawezekana wenye naweza kutusaidia hawatusaidii, because tuko na shida. Unaona tuko na kwekwe, hii shamba nimespray mara 3 na sasa unaona vile iko, tuko na shida ndio hizi sasa yenye tuko naye. Unaona mahindi na ugonjwa yenye tu spray, saa nyingine mahindi inapata ugonjwa yenye hatujui ni aina gani. Unaona sasa kama mahindi kama hii, saa hii mvua inanyesha na ile ugonjwa unaonekana ni kama kuna dudu na kula mahindi, lakini hii ndio shida yenye tunapata shida mingi sana kama mahindi. Sasa unaona tuko na problem hii, ndio ile shida sisi wakulima tunapitia. Mambo mlifika mahali labda mkoona kulikuwa na mbolea, mahindi mengine yakaonekana kuwa discolored, matatizo yalianzia wapi? Matatizo ilianza wakati tulianza kupanda mahindi, kupanzi ya mahindi mwezi wa 3, tulilima shamba, tukapika haro, tukakuja tukanunua mbolea kutoka ile ya cereals, ile ya substitute, na tukakuja tukapanda naye. Hii ndio ile shida unaona tuko nayo, hatujui sasa kama ni mbolea ndio inatusumbua au ni dawa gani. Maana tulipanda mahindi wakati yake na tuko na problem hii vile iko sahi. Tuko na shida sana. Kama mahindi saa hii mahindi ingekuwa haina shida, hatungekuwa ungeona mahindi ikifunjika, ungeona kuna ugonjwa kama hizi yenye unaona hiyo balaini. Sasa hii ndio nakataza mahindi kuiva. Na mahindi tuko na shida sahi sana. Na hii ndio ile mategemeo letu kama wakulima ya bonde la Ufa au wakulima ya Kenya. Tungefurahia sana kama serikali ingetusaidia tupate dawa ya kutosha, dawa yenye inaweza kusaidia mkulima, hasa wakati ya kusema na uspray shamba. Kama dawa yenye tulikuwa natumia zamani kidogo mwaka 10 iliyopita, ulikuwa una spray safari moja mpaka mwaka ishe. Lakini saa hii una spray mara 3, lakini bado tuko na shida. Maana unaona nyasi yenye tunafikiri ilikuja na mbolea, kama nafikiri because hii nyasi hatukuwa nayo kwa shamba. Lakini sasa tumepata changamoto kupata nyasi yenye hatujui ilitoka wapi. Nyasi kama hii hatujui hata hii inaitwa nini, lakini unakuta shamba mzima imejaa hii nyasi. Tuko na shida sana. Je, labda serikali imefanya nini ili kuona kwamba inajaribu kubadilisha viwango vya ukulima? Manake hivi majuzi yule katibu mkuu katika Wizara ya Kilimo aliweza kuja kwa baadhi ya shamba na akasema kwamba kuna baadhi ya mapendekezo ambayo watapata kuwapatia wakulima mafunzo ili wajue watumie mbolea aina gani, mbegu aina gani. Unadhani haya yaliweza kutekelezwa? Na nyie kama wakulima, tangu walete ile mbolea ambayo ilitumika mwaka jana, mmeona mabadiliko ama viwango vya upanzi vimepata kwenda chini zaidi? Sasa upanzi tuko na shida, because kama serikali ingechukua jukumu vile waziri alisema, atatekeleza mambo ya kujua ni shida gani wakulima wako naye, ingetusaidia sana. Lakini sasa achachukua jukumu lolote. Sisi tumeenda kwa agriculture hapa county,
tumeonyeshana hii ni nyasi aina gani, tuambiwe because wako na bidhaa yote, wanaweza enda mpaka KEMRI watupimie. Kenya Research ya Agriculture Research ya kuonesha hii ni mbegu aina gani au mbegu gani hii, hawajaweza kuja hata kwa shamba. Wanasema tutakuja, hawajawahi kuja. Tuko na shida juu ya serikali ingetusaidia kama waziri wa agriculture angeweza kuwa mtu iko serious, angetumana mwenyewe watu maafisa wake wakuje kwa mashamba wachukue hivi vitu waende wapime. Ndio. Kwa kari. So unasema labda huenda Wizara ya Kilimo kidogo imezembea? Imezembea sana. Si kusembea kidogo, imezembea kabisa. Maana tabu yenye tuko naye kama kaunti yetu ya Uasin Gishu, kila mwaka tunafuna mahindi zaidi ya milioni 20, lakini sasa hatufikishi milioni 5. Na Kenya, population ya Kenya sasa inaenda juu, wakulima wanaumia, hawapati mahindi, na watu wa Kenya wenye kutumia chakula ya mahindi ni wengi. Lakini ulisikia juzi waziri serikali ikisema wanataka kuimport mahindi ya kusaidia shortage ya chakula yenye iko. Lakini wakulima sisi tungesaidiwa, tungekuwa na mahindi ya kutosha. Lakini vile serikali hii ni eka 30 na nimetumia pesa mingi sana, na nafikiri hakuna faida. Kama itakuwa na shida kama hizi, hakuna. Nafikiri nitapata gunia 15 kwa eka. Na gunia 15 ni hasara, na unajua bei ya mahindi sasa ni 2,200. Sasa itawezekana. Kama hiyo 2,000 kwa gunia 10 ni 15,000. Na kulima na kuweka dawa kila kitu ni 20,000 na kitu. So ile pesa itapatikana ni kidogo sana. Hiyo ndio shida yenye tuko nayo. Changamoto yenye tuko nayo kama wakulima, tuko na shida sana. Je, haya matatizo yote yanasababishwa na labda katika ngazi za juu pale? Shida ni uongozi, shida ni usimamizi, shida ni wamemweka mtu ambaye hayafahamu masuala ya kilimo, na tumeona kwamba ameweza kubadili, labda waziri ambaye alikuwa kilimo amebadilishwa. Serikali inajaribu kutafuta njia ambayo itamfaidi mkulima. Tatizo liko wapi? Tatizo ya mkulima inaanzia juu. Serikali hajachukua jukumu yoyote kuchunga mkulima. Serikali unasikia anasema nataka andika watu 1,500 kila mwaka. Serikali ingeweza kuchunga mkulima hiyo watu 1,500 kila mwaka, serikali haingesumbukana, because kila mtu angeenda kufanya kazi ya ukulima, because watoto wetu wote wako na mashamba, tuko na mashamba, watoto wangeingia hiyo biashara ya ukulima. Hatutaki tuchukue kazi ya ukulima kama ni kazi tu ya ukulima. Tunataka chukua kazi ya ukulima kama ni biashara. Lakini shida yenye tuko nayo ni serikali kukosa mwelekeo. Kama waziri ya kilimo angechukua jukumu na ajue shida ya mkulima ni nini, lakini hajachukua hata siku moja. Waziri yote anakuja anasembea kazini. Waziri anakuja anasembea kazini. Katibu yake naye ni same. Maana ugonjwa kama hii tunalalamika kila siku, na hakuna siku mkulima amekuja, mtu ya serikali amekuja ameuliza kwa nini tuko na shida kama hii. Kama mimi sasa siwezi jua ni dawa aina gani. Na iko waziri kuna watu yote yake katika ofisi, iko watu ya research, iko watu ya kila aina ya kazi ya serikali. Ile kitu yenye waziri si ngumu kwa yeye kutumana tu waende watu maafisa wake wakuje kwa mashamba wajue ugonjwa au shida yenye mkulima iko nayo ni nini, na hii dawa ingetumiwa ni dawa aina gani, ingekuwa inatusaidia sana. Lakini sasa tunawachiliwa mahindi, sasa inaisha hivi, hatujui tutafanya nini, na waziri iko na serikali kuu iko hawataka kutusaidia. So ndio unaona mahindi kila mwaka chakula Kenya hii inateremka juu ya nini? Juu ya shida yenye kama hii. Mimi kama nasema, for example, mimi siwezi lima mwaka kesho. Mimi nakataa, siwezi kufanya kazi kama hii because siwezi kufanya kazi ya hasara kila mwaka. Lakini serikali kama ingesaidia tupate dawa ya kutosha, hata wasitupie dawa, si nataka nunua wenyewe, tuusiwe dawa ile inatakana tutumie kwa shamba. Na hiyo nitakubali because bitanunua dawa.
lakini sasa hatutaki ya bure, lakini tuambiwe ni nini shida ni nini. Hiyo ndio tabu, ile ndio shida tuko naye katika Uasin Gishu. Ndio, labda tukiendelea kumalizia, utuambie tu labda jambo lako la mwisho wewe kama mkulima, na kwa labda ukipaza sauti pia wakulima wenzako, manake nafahamu kwamba si wewe labda unajizungumzia, labda unazungumzia baadhi ya wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu ambao wanaendeleza kilimo. Nini hasa labda mngepata kuiambia serikali kuhakikisha kwamba wameka juhudi haraka ili mkulima ambaye mwaka kesho atapanda mahindi asipate kukumbana na hasara kama ambayo nyie mnasema kwamba huenda mtapata? Tuko na, mimi naongea juu ya wakulima wote because wakulima wengi hawapata nafasi saa nyingine kupata mambo kama hii. Sasa naongea juu ya wakulima wote, na ile shida yenye wakulima wote wako naye ni hii yenye napitia hata kama mimi saa hii na wengine wote. Naomba tu serikali kuu itusaidie kama wakulima, na ajue tabu yenye tuko naye ni ipi, kuliko kama waziri kunyamaza na kutuambia vile, atuambii vile mambo itaendelea ya ukulima, atuone tukifurahia. Lakini wakulima wote tuko na shida ni hii tu yenye mnaona tuko naye kwa shamba. Hawa yenyewe haikufanya kazi, ni juu ya serikali hii na watu Kenya. Ile shida tuko naye ni watu ya Kenya Bureau of Standard. Hiyo ndio ile watu tuko naye shida kubwa, na serikali hata wabunge hata parliament yetu hawana haja kufikiria watu Kenya Bureau of Standard. Hao ndio watu wametulet down, na kama serikali ingejua mali ugonjwa yote inatokea ni hiyo Kenya Bureau of Standard. Hakuna shida nyingine hii serikali yetu iko naye. Hii serikali shida hiyo ni Kenya Bureau of Standard. Wangeweza kuweka jukumu waweke Kenya Bureau of Standard vile inatakikana, na wasiwe watu ya kudanganya. Kama juzi uliona walisema juu ya mambo ya pombe, hii pombe ilikuwa na mwaka juzi, hii generation. Hiyo ndio vitu kama hizo. Serikali bado inaendelea. Ile watu wenye walikuwa wanafanya kazi katika hiyo wizara bado wako ndani. Na serikali ingechukua jukumu, sisi hiyo shida yenye waliona kwa pombe hiyo chang'aa, ndio shida sisi tu wakulima tuko naye. Wakulima tuko na shida kuliko kila mtu dunia hii. Maana watu wengi kama saa nyingine unakuta middlemen wanakuja kutunulia mahindi, because serikali inachelewa kufungua cereals. Sisi tuko na shida. Badala serikali ingewesema cereal dry place ya kudry mahindi waachilie ikuwe free, wanaanza kudai kulingana na unyevu ya mahindi yako. So hiyo ndio ile shida siko nayo. Serikali ingetuachilia kama dryer, tukigongoa mahindi na uko na ruhusa kupeleka, kuliko unaenda kuanika mahindi. Unaona kama mahindi ni kwa Keino hapo kwa barabara. Hiyo ni shida yenye mkulima iko nayo. Bwana David Songoka ambaye amepata kuainisha ama kuorodhesha baadhi ya masuala au changamoto ambazo anaweza kukabiliana nazo kama mkulima. Licha ya changamoto hizi tele, angeitaka Wizara ya Kilimo labda itoe mapendekezo ama dawa mjarabu ambayo itasaidia pakubwa katika kufanikisha ama kuondoa magonjwa kama haya ambayo yamepata kulemaza mazao yake kwa kina. Jambo hili sasa amesema kwamba wadau wanahusika wanafaa kuwajibika pakubwa ili kuhakikisha kwamba pindi inapofika msimu au mwisho wa mazao, basi aweze kujifaidi na hata kupata mazao ambayo yatakuwa kwa wingi kwa kiasi kikubwa. Elvis Kosgei kwenye makala Leo Nyanjani, KTN News, katika eneo la Kiplombe, kaunti ya Uasin Gishu. Barabara kabisa mtazamaji. Asante sana Elvis Kosgei kwa makala hayo ambayo yanaangazia zaidi changamoto wanazopitia wakulima, hasa wale wakulima wa mahindi katika sehemu ambayo uliko. Mtazamaji, je, unafahamu chimbuko la baadhi ya majina ya mitaa hapa nchini? Mitaa kama vile ya Jericho, Jerusalem na hata Tel Aviv ambayo ni majina ya miji ya Israel. Wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alipohitimisha ziara yake hapo jana, Lofty Matambo alipata fursa na kuzuru mitaa hii na kutupa taswira linganishi ya maisha ya mitaa ya humu nchini na miji yenyewe nchini Israel. Samuel Musungu anasema kumbukizi anazo za chimbuko la mitaa ya Jericho na Jerusalem. Hata hivyo, anasema anaziheshimu sana mvi za mzee Peter Kanyi.
aliyeiona mitaa hii ikijengwa yapata miaka 54 iliyopita. Kanyi ana umri wa miaka 82. Ameona mengi yakibadilika mitaani humu isipokuwa ugumu wa maisha. Maisha ni kupanda na kuteremka, kupanda na kuteremka, lakini maisha inakuwa gumu. Kuna Jericho, kuna Jerusalem na Maringo, so zote zilijengwa na Waisraeli na wakijenga walikuwa wameconsider so many things, mambo ya drainage, infrastructure, space ya playing ground na nini. Kama hata kiwanja naona at least there is enough space, residents wanaweza at least fanya exercise. Wakasema moja watainame Jericho na ingine Jerusalem. Yeah, so basically ilikuwa ni kama kusema asante kwa kazi mzuri umefanya. Wanafurahishwa sana na ujio wake Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu humu nchini, anayeamsha kumbukumbu. Ni baraka hiyo kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hata jina ya hapa inaitwa huko. Wilfred Rajuri, mtaani muite Korobo, vile ameona mitaa hii ikikua. Huo uhusiano ulikuwa mzuri sana, kwa sababu hao ndio tulijengea hizi mtaa kama Jerusalem na Jericho. Lakini sawia na tetesi zilizopo Jerusalem kati ya Wapalestina na Waisraeli, mitaa hii imekuwa na utovu wa usalama kati ya mitaa mingi nchini. Tuseme ati because of hiyo mambo ya Middle East conflict between Palestinians and Israelis, ati pia imeaffect hapa. I don't think so. Hapa high levels of insecurity zimeletwa kwa sababu ya high rate of unemployment. Mtaa wa Jericho unaonekana kuikumbatia dini ukilinganishwa na ule wa Jerusalem uliojaa vilabu vya starehe na burudani, tofauti na ulivyo mtaa wa Jerusalem huko Israeli ambao unatajwa kwa watatu kwa utakatifu baada ya Maka na Madina. Nalipa renti 2,200. Na ni size gani? Ni nyumba iko na room mbili tu. Hilo la urahisi wa maisha likiwa ni moja tu ya yale wanaojivunia wakazi wa mitaa hii. Majina ya miji mingine ya Israeli kama Tel Aviv pia yanatumika mtaani Pipeline Nairobi na kwingineko. Wakati majina haya yakiendelea kutumiwa na kukumbatiwa na Wakenya, huenda yakaufanya uhusiano mwema kati ya Kenya na Israeli kuwa bora hata zaidi. Uhusiano ambao awali ulitajwa kwa hafifu, lakini ujio wake Waziri Mkuu Netanyahu ukionekana kuupiga msasa na kuugandisha zaidi. Lofty Matambo, KTN leo kutoka mtaa wa Jericho, Nairobi. Na mtazamaji, alikuwa marejeleo ya makala ambayo yaliangaziwa jana kwenye KTN leo na Lofty Matambo. Kufikia hapa hatuna la ziada. Asante sana kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Kwenye muda usiokuwa mrefu mtazamaji, nitarudi ni kuarifu na yanayojiri hapa KTN. Usiende mbali.